At first glance, it looks like a scene from a postcard. Quiet, calm, serene, but don't be fooled. This makeshift bridge is the only connection between two communities, Bondeni and Mahele. Many locals fear it, but it has become the only connection, risking their lives just to get across. Behind that calm lies a deadly truth. Kwa pale chini alafu na hapo hivi naona natoka huko juu hapo hivi jirani ya Mrevito. People cross here daily to the market, and with every step they play with a game of nature. Hardships, real and inevitable. One wrong move, the current will do the rest. Anguka na pikipiki, naye waua. Wawili. Watu wawili. So far, more than 5 lives have been claimed here by this silent killer. Mostly during floods, but the number could be higher. Many go unreported. Their stories vanish, just like the bodies, swallowed by the river and forgotten by the system. Despite multiple reports and community outcries, little has been done. Promises are made, speeches are given, but the bridge remains just logs and luck. This is not just a matter of infrastructure. This is a matter of justice, of safety, of life. The residents are now calling upon the county government, the Ministry of Transport, and the National Construction Authority to act now. Tunatoka home tukienda shule. Hizo maji wao inajadi hapa hivi. Tunashinda venye tutapita, inabidi tuingie ndani ya maji ndio tuende shule. Tunafika shule tumechelewa, tunachapwa. Alafu tena tunafika shule si wachafu. Tusaidie utuundie hapa ili tuweze kufika shule mapema, tujisome na tuweze kufaulu katika maisha yetu, tukasaidia wazazi wetu. Jamin Wafula, former councillor, famously known as Manoti, is also a resident here. He was the first one to relocate to this place earlier. He explains to us how the process began. Hapa ni mahali mtoni ambayo tunanywesha maji ng'ombe na pia hata watu wanakunywa. Lakini kwa sababu ilikuwa maji mto mdogo, maji ikazidi, ikawa sasa iko in twos. Yaani ilikuwa mtaro lakini maji ikapanua pia ni mtoni. Sasa ziko mito mbili hapa. Hata ile ambayo nimesimama hapa nikitaja wali nickname River Manoti kwa sababu mimi ndiye nilianzisha hapa ukulima wa miwa na mahindi wakati ambao inakuwa mapema sana mahindi watu wanakula. At first, the waters came with advantages, good for agriculture, but behind it lies a bitter smile. Na maji ikiwa mingi, sasa inakuwa mingi hapa inafanya watu wasikule mahindi. Lazima walime mwezi wa 10, wa 11, ndiposa wakuje kula chakula kama wakati huu. Ukipita wakati huu huwezi kuvuna hapa, wala huwezi kula hapa. Itakuwa maji tupu. Sasa watoto wakitoka shule ni shida kabisa. Hata kwa watu wakubwa,
hata kwa mama wale wanaenda hospitali, hata kwa wale watoto wanaenda hospitali, inakuwa shida kabisa. Kwa hivyo tunataka tu wahisani wakiwa wanaweza kujitokeza wakuja watutengenezee pia tuwe na taraja hapa, ikiwezekana zote mbili waunde. Hapa hivi mkiona kwamba hii matope watoto wanakanyaka wakienda shule yao saa 11 asubuhi, saa 11 jioni wanaenda nyumbani, lakini hakuna mtu yeyote amekuja mahali hapa kutuambia kwamba anatengeneza hii daraja. Tungependa gavana wa Trans Nzoia awaje kupika mdomo akuja tengeneza daraja tukiuza vitu vyetu. Hapa mnaona kwamba kuna mahindi, kuna mboka, iko vitu vizuri vyenye ambapo wanachukua kapeleka down, lakini shida na mradiso ni barabara kuchukua kufikisha down, wanaanguka kwa maji, wanaanguka na pikipiki. Kama matendo yenye tunaweza jivunia kama Waluya wenye tunakaa Saboti. Saboti ni shida na mradiso.